Utaacha lini uswahili Felista? Yaani haujali muda kabisa. Ni harakati za mtu mweusi. Niambie faster, usinicheleweshe muda. Vipi kuhusu ombi langu? Nataka nikushikie mimba, nipe 500,000. Watoto nje. Mbona hela nyingi Felista? 500,000? Wewe Farani, umejisaulisha kwamba ni mume wa mtu. Unataka kinilambe? Sawa, nitakupatia hiyo hela. Ila hii ni mission ya kutafuta tu mtoto. Sitaki baadaye unigande tena. Umenielewa? Mimi na mabwana kibao, hizo sio shida zangu. Na huyo mtoto uliyebeba umezaa na nani? Nimezaa na mabwana 4. Nataka nikuuzie? Hapana. Kwa hiyo tunafanyaje? Kitoa hiyo hela, tuonane guest tukamalizane. Sitaki babaifu kabisa. Na wapo natamani kuingia kwa ndoa, wengine wanatoka. Na wapo lopata jawabu la ndoa, wengine wamekosa. Utaomba ridhi pasuke weze kuingia, yakisha kukuta. Wengine wanamua ndoa kuikimbia. Kwenye ndoa tu wanachitiana bila sababu, mpaka viongozi wa dini wanavunja ndoa ajabu. Tatizo lako la uzazi, ila mwanamke unamwadhibu. Nisikie Bea, ingali hamjapima kujua nani. Usijaribu kutoa hiyo mimba yangu, tutagombana. Nilishakwambia mke wangu ana shida ya uzazi. Naitegemea sana hiyo mimba yako. Ukitoa mimba yangu tutagombana. Sijui umenielewa? Samani mume wangu, ulikuwa unaongea kwenye simu na nani? Nilikuwa naongea na wale wafanyakazi kule kazini kule. Nilikuwa naongea nao kwenye simu. Watu wa kazini? Ndio mke wangu. Watu wa kazini saizi wana mimba eh? Mimba mke wangu? Nipakani tena mbona? Mume wangu, nimesikia kwa masikio yangu mawili kuna mwanamke unampa mimba na unaongea kwa kujiamini asitoe mimba yako. Nimesikia mume wangu, mimi sio mtoto. Mke wangu utakuwa umesikia vibaya, mimi sijaongelea habari za mimba. Nimesikia vibaya eh? Sawa, nimesikia vibaya. Naomba niazime simu yako. Sasa mke wangu, simu yangu ya nini? Mume wangu, mimi mke wako, tena wa halali kabisa ya ndoa. Naruhusiwa kushika simu yako mume wangu. Simu yangu mimi ya nini mke wangu? Mume wangu, nimekusikia. Ninatekeleza kila aina ya majukumu kama mke. Sikuchiti. Nalinda pendo langu na kujali wewe mwanaume. Nafanya kila kitu. Kisa sizai. Mtoto simazaliwa Mwenyezi Mungu. Wewe ndio unaniambia swali kila muda. Wewe ndio unanikumbusha muda wa ibada. Wewe ndio unaniambia kama Mwenyezi Mungu atakupa mtoto kama unanisaliti. Mimi sifanyi mume wangu. Mtoto tu. Uko nje ya jistiri. Sikuoni
kunifanyia kitu chochote kibaya kwa sababu nakupenda mume wangu. Mbona mimi nakupenda na kuheshimu na kujali na kusamini nafanya kila kitu. Lakini mwenye haki ya kuangalia simu ya mwenzie ni mimi mumeo. Sasa wewe unataka mimi simu yangu mimi ya nini? Nimesikia kwa masikio yangu mimi. Mwanamke na mimba yako. Basi kama una mke mwenza si unasema tu mimi najua na mke mwenza. Kama una mke wa pili si unaniambia tu mimi naruhusu. Kuliko kunifanyia uasherati. Naonekanaje mimi uko mbele za watu? Naonekanaje mimi mkao ustazi unafanya mambo kama hayo? Mbona unafanya kila kitu mwanaume unataka nifanye nini? Unataka nifanye nini mume wangu? Eti baba, mume wangu. Hapana mke wangu. Yaani ni sio simu yangu mimi siwezi kukupa. Mume wangu. Naomba tusigombane kisa simu tu. Naomba unipe hiyo simu ili nipate amani ya moyo wangu mume wangu. Naomba mume wangu. Naomba hii simu. Ina password. Mbona nitolee password? Wewe password yangu ni ya nini? Mume wangu. Mimi ni mke wako, si ndio? Ndio. Wa halali. Tumefunga ndoa mbele za watu. Tukalalishwa kwa kitu kimoja. Kwa nini mimi sijui password yako wewe? Basi naomba na mimi nitolee password kwenye simu yako. Nitolee na mimi password kwenye simu yako. Lakini mimi ndio naweza kuomba hiyo password. Lakini mke wangu, sheria ndio inasema mume ndo ana haki ya kujua password ya mkewe. Lakini sio mwanamke kujua password ya mumewe. Tafadhali naomba simu yangu. Hapana, mimi simskupi mume wangu. Simskupi. Naomba nitolee nione. Nataka nione. Yaani naona tu nakupa simu yako. Nataka nijue ni nani. Hapana mke wangu, hapana. Hii ndio ile simu. Hapana. Password nataka password mwangu. Nataka nitolee simu. Password hapana. Naibamiza hii simu. Naomba simu. Naibamiza. Tafadhali. Naibamiza hii simu. Mume wangu hebu nitolee password. Kwani shida si password tu mume wangu. Nitolee password. Shida yangu ni password. Nani password kwa simu yako hii? Nitolee password. Mimi. Basi naomba hii simu. Hapana. Naomba simu. Hapana. Kama tafadhali naomba simu. Hapana, mume wangu. Siwezi kupa hii simu. Mume wangu. Hapana, 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 mume wangu, hapana. Hapana, nataka nijue mume wangu ni nani, nataka nijue. Kwani hapana. Basi sawa, nipe hiyo simu nikutolee password. Leta mtolee password mke wangu. Unanitolea kweli? Ndio. Unaniambia ukweli? Kabisa. Kweli? Ndio. Chukua. Password. Jamani, ndio hii sasa hivi. Ninakwambia mwanamke wako nitajua na kupa kiburi alivyo nimekuzalia. Na nakufuata huko huko. Maisha ya ndoa, wengine walisema ni furaha, wengine walisema ni amani, wengine walisema mewashinda, wengi wamerudi nyumbani. Ni kama vita ndoani, hakuna tena amani, sio kama zamani. Mtafurahika pale mtapopendana, mtafurahika pale mtapoana, itahuzunisha pale mtapochokana. Vinaanza visa, vitimbwi na kuachana. Maji kwangu huwezi kuyapima, ni sawa na mfano wa ndoa. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue ndoana. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue ndoana. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue. Na wapo wanaotamani kuingia kwa ndoa, wengine wanatoka. Na wapo walopata jawabu la ndoa, wengine wamekosa. Utaomba ridhi pasuke aweze kuingia, yakisha kukuta wengine wanaamua ndoa kuikimbia. Kwenye ndoa watu wanachitiana bila sababu.
ndio hivyo. Anataka kutoa mimi ujauzito ni dada yangu. Na kama nilivyokuambia, lakini hutaki kunielewa. Hivi kweli mke wangu ulivyokuwa mzuri hivyo mimi naweza nikafanya kitu kama hicho kweli? Mimi kweli naweza nikakuchiti wewe kweli mke wangu? Dini yenyewe inatukataza. Yaani ukirudi katika dini yetu ya Kiislamu inakataza kutoka nje ya ndoa. Kweli mimi naweza nikafanya vitu kama hivyo mke wangu? Nashukuru mume wangu. Pia samahani sana mume wangu. Unajua kila mwanamke lazima afanye kama nilivyofanya mimi. Na wivu ndio ulinisumbua. Pia mume wangu, kwa nini wifi anafanya kitendo kama hicho? Yaani inavyoonekana mumewe ndio amemshawishi anataka afanye vitu kama hivyo. Mumewe? Ndio. Astaghfirullah. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Amina. Unajua ni mume wangu, natamani na mimi siku moja niwe kama wifi. Utoe mimba? Hapana. Ila natamani siku moja na mimi Mwenyezi Mungu anipe mimba, nipate katoto kangu nicheze nako. Ili natamani tu. Tuombe Mungu inshallah. Inshallah. Ndio msapoti basi dada yako, umtie moyo, pia uongee na yule. Si unajua ni mwanaume mwenzio. Ni kweli mtoto ni faraja ndani ya nyumba na watoto wana baraka. Kwa hiyo tumwombee dua, tuzidi kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Sawa wangu. Nakupenda Nakupenda pia mke wangu. Maisha ya ndoa, wengine walisema ni furaha, wengine walisema ni amani, wengine walisema mewashinda, wengi wamerudi nyumbani. Ni kama vita ndoani, hakuna tena amani, sio kama zamani. Mtafurahika pale mtapopendana, mtafurahika pale mtapoana, itahuzunisha pale mtapochokana. Vinaanza visa, vitimbwi na kuachana. Maji kwangu huwezi kuyapima, ni sawa na mfano wa ndoa. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue ndoana. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue ndoana. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue. Na wapo wanaotamani kuingia kwa ndoa, wengine wanatoka. Na wapo walopata jawabu la ndoa, wengine wamekosa. Itabidi urudi kwa mume wako rafiki yangu, hii sio sawa. Ina maana umenichuka Felista? Hapana, ukaa na mke wa mtu nyumbani mume wake ajue. Rudi tu kwa mume wako. Sijui kamfanya nini Msafiri, maana kamfukuzia na panga. Kumbe bado tu hujaachana na Msafiri? Anayajua mambo, nitamwachaje kwa mfano? Acha ujinga, rudi tu kwa mmeo. Baby, mimi moja kuaga bwana. Nataka niende mimi kazini. Huko Fauza, naona tu maisha tu hapa. Naona kama hapo sawa. Watu mageto kwenye kuona tu kama uchawi yani kwa. Nataka niende kwanza nikatafute pesa. Si unajua? Waenda wapi?
Ziwani na kujifanyia kazi. Si unajua kazi yangu nafanyia ziwani. Ziwani? Yeah. Hivyo mwanaume, stori zako huko mtaani zote nazijua. Paka vitoto vidogo vinakuongelea wewe. Umetoka na mke wa mtu. Unafukuzwa hadi na mapanga. Isitoshe ni ule bonge, chula ule bunyero ule. Namjua. Yaani huliziki we mkaka. Nakupa mapenzi. Nakupa hela. Nakupa upendo. Naiweka ndoa yangu hatarini kisa wewe. Uliziki. Unataka nifanye nini? Baby, so kweli mimi siyafanya kitu kama hicho mbona? Nimeona kabisa hivyo watoto wanaongea hivi, nimewasikia watoto hadi wakubwa wanakuongelea wewe mtani, ni stories zako. Unafukuzwa hadi na mapanga, utakufa wewe. Unataka nikufe nikupoteze? Unataka nife nikupoteze? Unafukuzwa na mapanga kabisa. Basi umeshindwa kunijali, basi hata mimi. Jijali basi hata wewe. Afu tabia yako ni kutoka tu na wake za watu. Wake za watu. Unatafuta nini wewe? Unatafuta kifo? Ushanipigaga simu mimi nikakataa kuja. Tafuta kisingizio chochote kile nimdanganye hata mume wangu nitaisha ndoa yangu ajili yako wewe. Ile unanichukulia bwege zuzu, sina akili. Sasa huko tunakuita Forodhani sijui Ziwani. Hauendi? Sawa? Twende geto. Baby, geto kule shazua mama. Shazua kule. Basi sawa. Twende geto. Maana hivyo miss na utaka leo. Kwa hiyo tutaenda kulipia mimi, sawa? Aha. Mtoto na utaka? Baridi. Usijale mama mtu. Tuanze tu mageto. Maisha ya ndoa, wengine walisema ni furaha, wengine walisema ni amani, wengine walisema mewashinda, wengi wamerudi nyumbani. Ni kama vita ndoani, hakuna tena amani, sio kama zamani. Mtafurahika pale mtapopendana, mtafurahika pale mtapoana, itahuzunisha pale mtapochokana. Vinaanza visa, vitimbwi na kuachana. Maji kwangu huwezi kuyapima, ni sawa na mfano wa ndoa. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue ndoana. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue ndoana. Ukiona mtu mzima analia ndo ujue. Na wapo wanaotamani kuingia kwa ndoa, wengine wanatoka. Na wapo walopata jawabu la ndoa, wengine wamekosa. Utaomba ardhi pasuke uweze kuingia, yakisha kukuta wengine wanaamua ndoa kuikimbia. Kwenye ndoa tu wanachitiana bila sababu, mpaka viongozi wa dini wanavunja ndoa ajabu. Tatizo lako la uzazi, ila mwanamke unamwadhibu, ingali hamjapima kujua nani ndo sababu.